kochi, kashembite pange pigi pigi, ule kingolo ule kunkila. Nataka niwaambie ndugu zangu, kucheza ngoma sio ulofa, kucheza ngoma sio ushamba, sio umaskini na sio kutokuwa na elimu. Ungana nasi katika kipindi cha Bagamoyo leo na kesho. Hii ni sehemu ya pili ya makala inayohusu Magoma Moto, kikundi ambacho ni cha utamaduni kutoka hapa Bagamoyo na Tanzania. Asante, tuungane. Utamaduni ni nguvu, utamaduni ni alama, utamaduni ni ishara ya umoja, ni ishara ya mshikamano. Kwa hivyo unapokuwa unacheza, unafanya jambo la asili yako, unatakiwa kujivunia. Tunao wasomi hapa, watu wana diploma, watu wana degree, tunao. Na hizi ngoma kituko tu tulikwenda mahali tukajitambulisha sisi kama wacheza ngoma, watu walikataa, walibisha mpaka pale walipotuona jukwani. Lakini pia natoa rai kwa vikundi vingine vya ngoma, haimaanishi kwamba ukiwa unacheza ngoma basi uwe mtu wa ovyo ovyo tu, labda unavaa vibaya, unaonekana vibaya, unaamini huwezi kupanda jukwani mpaka unywe pombe au uvute bange ama vipi. Sio sawa sawa. Ni mazoezi tu, kama ambavyo tunaona huko nyuma watu wanafanya mazoezi, maandalizi ya kujiweka sawa, unakuwa imara, una perform. Sio lazima ukawa mtu wa ovyo ovyo, au kucheza ngoma sio kwa wazee tu, labda vijana sisi hatuhusiki. Hapana. Hii ni bidhaa, tena ni bidhaa kubwa, bidhaa mpya. Huko nje tunapokwenda, watu kwa mfano sanaa ya Kitanzania bado ni bikra sana huko nje, watu haifahamu sana. Kwa hiyo tukienda hata na ngoma zetu, tunavyoimba, tunavyocheza, kinakuwa ni kivutio kikubwa, kwa sababu wenzetu wa Afrika Magharibi wamejipambanua sana kiasi ambacho tayari watu wamewazoea, wanawajua. Lakini sisi tukienda tunaonekana ni watu wapya, tunapeleka vitu vipya. Kwa hiyo ni hivyo. Bagamoyo ni bidhaa adimu sana kwenye kila nyanja, uchumi, sanaa na vitu vingine. Nyinyi ni moja kati ya watu ambao mnaitangaza Bagamoyo. Unalipi la kuongea hapo Mizambwa? Kila siku tunazidi kupata vitu vipya, vitu vikubwa. Kwa mfano Bwana Kelvin, tumepata bahati ya kwenda kuperform kwenye tamasha kubwa sana Afrika, tamasha la Sauti za Busara. Sio kitu kidogo. Hello, mambo vipi? Habari. We are Magoma Moto Theatre Group from Tanzania, Bagamoyo Coastal Region. We are so excited to get the chance to perform in Sauti za Busara Festival 2026. Na kwa mwaka huu ni kikundi pekee cha sanaa za ngoma za asili kutoka Tanzania, na ni kikundi pekee kutoka Bagamoyo. Kwa hiyo bado Bagamoyo iko mabegani mwetu, iko mgongoni, yani tunayo kila sehemu, kila tunapokwenda. Amwambii kitu. Utatuambia nini? Tumeibeba. Welcome to our country. Ukiangalia hata kwenye baadhi ya ngoma zetu na nyimbo tunazokuwa tunaimba, inakuwa inahitaja Tanzania, Bagamoyo, inakuwa ina mention, yani inataja yale maeneo ya utalii. Ndio hasa kupitia chuo cha sanaa tutajitahidi kwa kadri tunavyoweza, kwa sababu Bagamoyo imetupokea na imetulea, kwa sababu zaidi ya 70% ya wanakikundi sio wazaliwa wala wakazi wa Bagamoyo. Unatokea wapi wewe asili kabisa? Mimi Mchaga. Lakini huko Bagamoyo? Nipo Bagamoyo, lakini mimi asili yangu kabisa ni Mchaga. Hongera sana bwana. Asante. Unaondoka lini Bagamoyo? Bado nipo sana. Mimi naamini ambacho kinafanya watu wavutiwe kubaki Bagamoyo ni ule utulivu, ustaarabu, ukarimu wa watu wa Bagamoyo. Kwa kweli nimeishi maeneo tofauti Tanzania hii, miongoni mwa maeneo salama kuwahi kukutana nayo ni Bagamoyo. Una shilingi 1000, watu hawajui Bagamoyo ni mji wa kitalii. Ukijichanganya ukaenda kwenye mahoteli ya watu na restaurant makubwa, kweli utatumia gharama, lakini ukiishi na kwenye maisha ya Kiswahili, shilingi 1000 unakula ugali, mboga 4, na unakuta kuna samaki,
kuna mchuzi wa nazi, kuna nyanya chungu mundani, kuna viazi, kuna mlenda hapo, umeona, kuna dai ya mchele, kuna mchicha, kuna maharage, buku. Mlo kamili unapatikana kwa buku. Yaani buku mlo kamili na maji, unaomba mama naomba maji ya jagi yale safi kabisa, maji baridi hakuna kwa baridi. Safi. Ala. Hebu zungumza na kijana wa hapa Bagamoyo ambaye pengine hajaona hii fursa ya sanaa katika kujiinua yeye mwenyewe kiuchumi, lakini pia katika kuitangaza Bagamoyo ambako yeye anatokea, lakini sisi ndo tuko hapa. Niwe wazi, vijana wengi wa Bagamoyo kwa sasa wamechangamkia fursa. Kwa wale ambao bado hawajachangamkia fursa, rai yangu kwao aisee waamke, kwa sababu sanaa ni fedha, utamaduni ni fedha. Watu wengi wamefanikiwa kutoka Bagamoyo kwenda kufanya kazi maeneo mengine ya nchi na hata nje ya nchi kupitia sanaa. Tuna watu wako Zanzibar wengi, kuna watu wako nchi za Ulaya, nchi za Uarabuni, Uchina huko wengi ambao wanatokea Bagamoyo. Tuna watu wako Marekani wengi wanaishi kupitia sanaa. Kwa hiyo kwanza ni wapongeze wote ambao wametumia hii fursa, lakini wale ambao bado wanajiuliza, hebu wasijiulize. Unajua tuna chuo cha sanaa hapa. Hiki chuo cha sanaa bahati nzuri kiko wazi. Pamoja na kwamba tunapokea wanafunzi ambao wanatakiwa wawe na vigezo fulani, lakini pia tuna nafasi ya kozi fupi. Watu haijalishi una elimu kiwango gani, lakini pia jioni hapa kumbi zote ziko huru. Tuna watu wanakuja wanafanya sarakasi, watu wanacheza ngoma. Tuna vikundi vingine kama Afrikacha wanalea watoto, wana academy. Kwa hiyo ni fursa, wazazi pia wasiwabane watoto wao ambao wanaonyesha uhitaji, wana vipaji, wanataka kuendeleza vipaji vyao, kwa sababu sanaa ni fedha. From the heart of Tanzania comes purity you can see, smell and feel. KP Organic Extra Virgin Coconut Oil. 100% organic, cold pressed, unrefined and unbleached. Made from fresh, high-quality coconuts. Nothing added, nothing taken away. Perfect for cooking, glowing skin, and strong, healthy hair. Choose natural. Choose pure. Choose KP Organic Extra Virgin Coconut Oil. Kikundi chenu kinaalika watu kutoka nje kuja kujifunza hapa kwenye kikundi cha Magoma Moto. Sisi tunatoa nafasi kwa mtu yoyote, mtu binafsi, mashirika ya kiserikali, mashirika yasiyokuwa ya kiserikali, mashule, kwa sababu watu tunafanya kazi pia kwenye mashule, tunafanya kazi na watoto, tunafanya workshop kwenye taasisi mbalimbali zikiwemo mashuleni. Tunamkaribisha, aidha yeye anaweza akaja au akatualika sisi tukakubaliana tukafika kwenye eneo lao kwa ajili ya kufanya aidha ni warsha au maonesho. Wakati wowote sisi tuko tayari kufanya kazi na mtu yoyote wakati wowote, kwa kufuata tu sheria, kanuni na taratibu za kiserikali. Tusivunje katiba. Wabebe, wabebe. Wabebe, wabebe. Wabebe, wabebe. Wabebe, wabebe. Nagoma, nagoma. Nagoma, nagoma. Kikundi chetu tayari kinafahamika. Kwa hivyo watu wengi wanatoka sehemu mbalimbali kuja Bagamoyo pia kutuona. Yani mtu anasema nahitaji nikaone Magoma Moto, au nitachukua hoteli then tutawaalika Magoma Moto, watakuja kutuburudisha. Kwa namna hiyo pia wakija kutuona sisi, hawataishia tu kutuona sisi, kwa watazunguka na sehemu mbalimbali kwenda kutalii, na kama tunavyojua Bagamoyo ni mji wa utalii. Kwa pia utalii kwa namna hiyo unazidi kukua kwa namna yake. Bagamoyo yani hakuna kitu ambacho inakosa, kwa sababu kwanza ni rahisi kufikika kwa namna yoyote, njia yoyote ya usafiri. Ukija hapa kuna mahoteli mazuri, kuna sanaa nzuri. Kwa hiyo karibuni sana Bagamoyo. Mimi kikubwa ninachoomba tu watu wa Bagamoyo kwanza wamekubali kutupokea na waendelee kutupokea hivyo hivyo, watubebe, lakini kikubwa wazidishe ushirikiano, kwa sababu kuna wakati tunahitaji
tufanye vitu zaidi, tuingie kwenye jamii, tuende mashuleni, tuende masokoni, tufanye kazi. Ikitokea tumewafuata kwa ajili ya kutaka msaada wao wa hili ama lile, basi wasisite kutupokea, lakini pia watarajie makubwa kutoka kwetu, kwa sababu tunashukuru Mungu kila siku tunavyozidi kupambana, na tunaamini pia kutokana na maombi yao tunazidi kusogea. Kikundi hiki kimeonyesha jinsi muziki, ngoma na talanta zinavyoweza kuunganisha jamii, kuwakilisha taifa na kuitangaza Bagamoyo kimataifa. Karibu Bagamoyo, mahali ambapo sanaa inaishi, muziki unaongea na tamaduni zinatukaribisha.